Tony, usicheki. Sasa sicheki kwa nini? Okay. Hata hivyo mimi nilikuwa na swali. Kuna kitu nilikuwa nikifikiria kuhusu ile swali lako najikuta najiuliza. Kwa nini umenichagua mimi? Na nini sio mtu mwingine? Safi sana. Nimependa muuliza swali zuri sana. Unaonekana uko so smart kichwani. Unajua Rachel, maisha ni kuchagua. Unaruhusiwa kuchagua lakini uruhusiwi kuchagua matokeo. Katika dunia ya leo, kumpata mwanamke ambaye ni mzuri na anampenda Mungu ni kitu ambacho ni vigumu sana kukipata. Sasa mimi katika maisha yangu nilikuwa natamani na mwanamke ambaye anampenda Mungu. Mwanamke ambaye ana hofu ya Mungu. Mwanamke ambaye analipenda kanisa. Natangia nimefika pale kanisani. Siku ya kwanza tu nimefika, nimeona jinsi unavyojitoa, nimeona jinsi unavyomtumikia Mungu, nimeona kila kitu, nikaona katika mwanamke ambaye nilikuwa namtafuta vile vigezo vyote unajua. Unajua nini? Mabinti wa wengi wamefanya vyema. Lakini wewe umewazidi wote. Unanibariki sana. Na uji wako wa leo naamini umeleta kitu kingine tofauti katika maisha yangu. Au sio? Yeah. Of course. Leo natamani kupatia jibu ya kile kitu ambacho umeniambia. Saidi nilienda nikaomba, nikatafakari. Nikakaa chini, nikajitafakari mwenyewe. Nimepata amani juu ya ile swala. Na nahisi kwamba niko tayari. Yes. Thank you Lord. Yes. Nimekubali, lakini kabla tujaanza kitu chochote, kuna kitu nilikuwa natamani tukifanye. Kipi tena? Nilikuwa natamani kabla tujaanza hatua yoyote ile kwenye mahusiano yetu, twende kwa mchungaji ili akaweze kutupa baraka, akatuombee. Kwa sababu yeye ndo kama mentor wangu. Pastor. Okay. Anyway, lakini pastor. Kuna umuhimu kwani wa kumshirikisha kwa sababu mimi naye kama tukimshakubaliana sasa pastor hapa au nini? Yeah, yeye ni mentor wangu. Yeye ni mtu ambaye ananiongoza kiroho na yeye ni mtu ambaye ananisaidia kwenye mambo mengi. Kwa hiyo itatusaidia. Naamini kwamba anaweza katuombea ili jambo letu likawa lina baraka zaidi. Sawa, pastor. Tutamwambia pastor. Sawa, kamwambie. Unaliona tangazo hili la mahusiano? Nimeliona na nitakuwepo. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Alafu kuna kijana wa media siku hizi nimeona mko close kidogo, Hamna bana, kaida tu. Anamtumikia kwa mimi napenda zewe ambapo anajitoa kwa mzazi. Anyway, mimi sina cha zaidi, lakini cha msingi consult mchungaji. Sijali bwana. Mambo madogo haya. Oh, wanangu. Karibuni sana. Rachel. Bwana asifiwe. Naendeleaje? Nimefurahi sana kukuona. Bwana asifiwe. Asante. Atukuze Bwana. Amen. Rachel, karibu tukae. Mara mnaendeleaje? Aisee, poleni sana, nilikuwa nimetoka kwenye mkutano huko, huduma ni nyingi, mambo ni mengi lakini Mungu ni mwema. Karibu sana. Karibu sana kijana. Baba. Huyu hapa anaitwa Anthony. Tony. Karibu sana Tony. Kama nakumbuka vizuri kidogo lakini tupo naye kanisani bila shaka. Lakini ni mgeni. Sura yake sio mwenyeji sana. Karibu sana Tony. Naam, karibu sana. Sasa baba. Naam. Huyu ndo yule kijana ambaye nilikwambia kwenye simu.
nimeamua nimlete ili uweze kuja kumuona pia. Okay. Anaitwa Anthony. Anthony. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Nifurahi sana kuona. Umekuwepo kanisani kwa muda gani? Baba, huyu yuko kwenye media team. Ule mkutano wetu uliopita, yeye ndo aliyeshoot zile video. Pastor, karibu sana. Mimi nashukuru sana. Nimefurahi sana. Asante sana. Karibu. Kwa kweli uamuzi mliofanya ni mzuri wa kuja kuonana na baba wa kiroho. Vijana wengi huwa wanakiuka utaratibu. Mara nyingi ukifuatilia katika kizazi cha sasa, vijana wanafanya maamuzi kimya kimya, unakuta tayari wameshaingia kwenye mahusiano, wameanza kuishi pamoja na mambo mengine yanaendelea. Lakini kitu ambacho nataka kuwasihi na kuwasisitiza sana, mwimba Zaburi anasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni kwa kutii akilifuata neno la Mungu. Bwana asifiwe. Naomba mnielewe hili vizuri, kwa sababu vijana wengi tunasisitiza habari ya mahusiano na kutunza ushuhuda, hawalizingatii. Na naongea na nyie kwa sababu ni wanangu, usije ukakubali ushuhuda ukaharibika katika kipindi cha mahusiano ya uchumba. Uchumba sio ndoa. Ili mnatakiwa mliweke kwenye fahamu zenu. Miili huwa inawaka, msije mkakaa mazingira ya vificho, mko peke yenu, mnajitenga, mnaenda vichochoroni huko. No. Mambo yote yawe hadharani. Mambo mengine najua tutaweka sawa kwa neema ya Mungu, tutaendelea na maombi, mambo yatakaa sawa. Kwa wakati huu nilikuwa naomba tu ili tuongee vizuri zaidi. Naomba Anton, unaweza kanisubiri kidogo pale nje? Niongee na mwenzio hapa, then tutaweka mambo vizuri kabisa. Pastor, karibu sana. Mimi nashukuru sana. Nimefurahi sana. Asante sana. Karibu. Mwanangu Lecho, umefanya maamuzi mazuri sana kuonana na baba wa kiroho katika haya mambo ya mahusiano. Lakini kuna vitu natamani kuvijua. Hivi huyu kijana Anthony umefahamiana naye kwa muda gani? Baba, nimefahamiana naye kwa muda mrefu kama nilivyokuambia kwamba huwa anatumika pale kanisani kwenye media team. Kwa mara nyingi nimekutana naye huko kanisani, lakini pia nimejaribu kufuatilia hata background yake. Naona kama iko vizuri. Lakini ni mgeni hapa kanisani huyo. Ni kweli. Lakini naona iko vizuri. Lakini pia kuna kitu. Unakumbuka mahusiano yako ya wewe na Jacob? Yamedumu kwa muda gani na mmeishia wapi sasa hivi? Miezi miwili kama imeshapita. Ni muda mrefu nimepumzika. Miezi miwili. Okay, sawa. Kwani baba wewe umemwonaje? Unajua mwanangu, mambo ya rohoni huwa yanaamuliwa kwa jinsi ya roho. Hatuwezi kuyaamua kwa akili zetu. Na mimi siwezi nikaliongelea kama mimi. Lakini tunahitaji kukaa vizuri sana na Mungu ili kuelewa haya mambo kama ni sahihi. Vinginevyo baba wa kiroho anaweza kuhusika kukupoteza wewe. Lakini sitamani itokee hivyo. Tutafanya maombi, tutafuata mwongozo wa Roho Mtakatifu na mambo yatakuwa vizuri. Barikiwe sana binti yangu. Barikiwe sana. Mungu akutunze. Amen. Wow, so nice. You know what? Najua your favorite food. Kwa nimesha kuangalia na najua unapenda ice cream. Kwa usiku wakati tunacheza games nini, tutakuwa tunakula ice cream. Yeah. Kama sasa nimemwandalia. Ni surprise yako twende. Basi kwa utakaa lakini tumbuka lakini twende. Rachel. Niangalie kwenye macho. Unaona nini? Okay, anyway, mimi nikijiangalia kwenye macho yako, I see myself in you. You know, Rachel, you're so beautiful. Napenda nywele zako, una lips nzuri, una macho mazuri. Yaani kila kitu cha wewe. No. Hapana.
Rachel. Unanipenda? Yeah, nakupenda. Sasa kama unanipenda, upendo wa mtu unapimwa kwenye matendo ambayo mtu anamfanyia. Mbona unakimbia? Siko tayari sasa. Kwanza unajua kama hii ni dhambi. Rachel. Naomba nitizame. Uko tayari kumwona mtu ambaye anakupenda anaumia kwa ajili yako? Hapo sababu unajua mimi nakupenda na maana kwa kutesa. Sasa mbona unifanyia hivi? Mimi nakupenda lakini Rachel. No, please, Rachel. Baby. Niko hapa nakata nyanya, nataka nikutolee wali na samaki. Nakujua unapopenda wali na samaki. yaani sina amani hata kidogo. Unajua mimi nakosa amani. Kwa sababu gani? Kile kilichofanya jana hakuna dhambi. Ushaanza. Mimi mbona nina amani? Na kweli mimi nakosa amani. Sio yaani kile kitu kwamba nimekosea Mungu. Na nisikie hukumu ndani yangu. Mimi naomba tu kwa mchungaji. Tutubu na pia tuombe upya. Mimi jana nimefanya, leo nina amani. Tena amani imeongezeka kuliko hata wewe ilivyokuwa siku zote. Sasa unaambia tuende kwa mchungaji ili mchungaji wewe. Atatuombea. Nishaona. Mtu jua akiwa tayari akupendi yani anaanza kutafuta sababu. Hizo zote hizo ni sababu za kuniacha. Mimi nishakuona. Yaani hapo ndafutia sababu. Hivi mtu ananipenda unaanzaje kukosa amani naye? Mimi ni mtu mzima, nishakuelewa. Mtu akishaanza kukwambia anakosa amani na wewe ni kwamba hakutaki. Mimi nishakuelewa. Unazunguka. Wewe unipendi bwana, mimi nishajua. Mimi nakupenda Toni. Nataka tu. Ila kwa nini unakosa amani? Hapana, nataka tu mahusiano yetu yawe vizuri hata na Mungu pia. Sina maana kwamba sikupendi. Yaani kwa na mimi si unakosa amani? Hapana, sina maana kwamba nikiwa na wewe nakosa amani. Okay, anyway, tupunguze mambo mengi, sikiliza. Mimi kwa mchungaji wako siendi. Twende. Kama kuachana ni bora tuachane. Mtu bishono kwenye mahusiano anaanza kuletea vikwazo, anaanza kukwambia mara asikie amani na wewe. Unajua huyo mtu hakutaka. Sina maana hiyo. Mimi nishakuelewa. Hapana, nisikilize tu. Leo umeanza kusema una amani na mimi. Kesho utakuja kuniambia kitu kingine. Hapana, sina maana hiyo. Achana na mimi. Toni, please. Usiniambie una amani na mimi. Achana basi na mimi, usiniambie una amani na mimi. Usiniambie. Umeniambia una amani na mimi. Haya, achana. Achana.
Usilie. Mchungaji, nimeanguka. Oh. Mchungaji, mama nimekosea. Umefanya nini binti yangu? Umefanya nini? Kanisani tunakutegemea kwenye praise and worship. Kanisa linakutazama wewe. Nimekosea Mungu. Shida ni nini jamani? Bwana uponye ameniacha. Hai. Una neema. Kwanza usilie. Nisikilize binti yangu. Kwanza usilie. Nisikilize vizuri. Yule kijana ana familia, ana watoto. Hata hivyo umepata neema sana. Usilie sana. Nyamaza. Simama. Jitie nguvu. Uwe hodari. Rachel. Umepona.